Niongoza kunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Katika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Na tuombe. Ewe Bwana uliyetupa mema, tunashukuru kwa kunitukuza na ukatulinda mwaka mzima uliopita, na kwa mapenzi yako Bwana umetupa kuona mwaka huu, na kushukuru. Basi tunapoanza kupitia kwa neno lako hili, tunaomba Mungu ukawe mchungaji wetu tunapoanza mwaka huu, na kukabidhi mambo yajayo. Ukawe upande wetu, ukatuongoze, ukawe mlinzi wetu, ukawe mpeaji wetu, na kibali chako kikaandamane pamoja na kila mmoja wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana ajuzi nikija upande huu, niliona along the way mahali ambapo kuna mifugo hapa, wanafuga mifugo. So tulikuwa tunapita, nikiona watu wanalinda mifugo yao. Wengine wameshikilia mikuki, wengine wameshikilia gogo, wengine wameshikilia fimbo. Na kukawa na mjadala na kijana wangu, kwa sababu tumekaa nyuma na yeye, nikamuuliza, akawa ananiuliza, kweli kazi ya uchungaji ni ngumu? Nikamuuliza, kazi ya uchungaji gani? Akasema, both ya hawa wanaochunga kondoo hizi na wale wanaochunga kondoo watu. Nikamuuliza ukuu wake ni nini? Akaniambia, dada, sasa wewe ukiwa mchungaji, akasema, angalia kwa mfano yule kijana mdogo anachunga kondoo na mbuzi, nani huchunga yeye? Umewahi kujiuliza hilo swali? Sisi ni wachungaji wenu, si ndio? Kazi yetu ni kuwachunga nyinyi. Sisi ni nani anatuchunga sisi? John amesema sisi Mungu ndiye anatuchunga. Right na wewe. Msichana wangu mdogo tulikuwa na conversation naye, akaniambia, nyinyi mchungaji wenu ni askofu. Tukasema sawa, na askofu naye nani mchungaji wake? Askofu mkuu. Akasema ni askofu mkuu. Nikamuuliza, na askofu mkuu na mchungaji wake ni nani? Akasema sasa hapo kusita tizame sasa. Alikuwa amefika mwisho, Bwana asifiwe. Lakini tumesoma Zaburi na Injili ya Yohana. Yesu akasema mimi ndimi mchungaji mwema. Na mchungaji mwema akasema vile mchungaji mwema hufanya. Katika Zaburi hii pia tunaona Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana asifiwe. Daudi mwenyewe anajulikana kwa uchungaji wa kondoo. The story of Goliath, the story of David taking care of the father's sheep in the desert. Na vile aliua ndugu na simba akichunga kondoo to protect the life ya wale kondoo. Na anasema hata kwamba Bwana ndiye mchungaji wake. Kwanza kazi ya mchungaji ni nini? Ameitoa taswira ya kazi ya mchungaji. Kwanza kazi ya mchungaji ni kupeleka kondoo malishoni. Sisi hakikisha kwanza kondoo zimefanya nini? Zimeshiba. Pili, na hakikisha pia kondoo ziko salama. So mchungaji anavibarua multiple, kwamba kondoo wapeleke malishoni wakalishe nyasi washibe, na pia hakikishe wako salama, kwa sababu kule malishoni kuna wanyama pia ambao huvamia kondoo. Huku nilikuwa naona story moja sometimes back. Kuna fisi aliingia kwa nyumba ya watu akaharibu mifugo. Mara simba imetokelezea. Hilo ni jukumu la mchungaji kuhakikisha kwamba amelinda hao kondoo pamoja na nini? Walishe washibe, kisha ahakikishe wako salama. Bwana asifiwe. Sisi tumeitwa huku kuchunga nyinyi kondoo watu. Tuhakikishe kwanza mmekula kiroho, pili tuhakikishe kwamba mko salama. That is the work of the shepherd. Na mchungaji, ukiona siku zote mchungaji anakuanga na silaha mbili katika uchungaji wake. Anakuanga na fimbo, halafu anakuanga na gongo.
Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya fimbo ni nini? Ni kuchapa. Sisi hatusemi ni kuchapa. Kazi ya fimbo ni kuelekeza. Kuelekeza. Ile fimbo ni ya kuelekeza kondoo. Kama zinaenda huku, unazifanya shi. Alafu zinarudi wapi? Zinaelekea mahali ambapo unataka. Na kama itakuwa kondoo ni kaidi kidogo, unaichapa kidogo ndio ishike laini. Lakini pia mchungaji huwa ana gongo. Gongo nalo linakufanyia nini? Kondoo kama ina kichwa mbaya, ni ya kondoo ya gongo. Ninyi hamkuchunga mbuzi. Ni ya kulinda. Lile gongo sina kushughulikia zile kondoo. Lile gongo ni ulinzi wa zile kondoo. Kama kutatokea simba, kama kutatokea kitu hatari ambacho kimeazimia kudhuru kondoo, lile gongo linatumiwa kwa hiyo. Ndipo sasa Daudi anasema hapa, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu huongoza. Lakini anasema hapa mstari wa 4, gongo lako na fimbo yako vanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Naam. Nataka tuzungumzie jambo rahisi sana. Inamaanisha nini Mungu kuwa mchungaji wako? What does it mean for the Lord to be the shepherd of his people? Ama kwa tukisema Bwana ndiye mchungaji wangu, Daudi alipokuwa anasema kwamba the Lord is my shepherd, I will never lack. What did David exactly mean? Na maneno aliyomaanisha yako hapa. Mungu anapokuwa mchungaji wako, it means provision. Inamaanisha kwamba Bwana atapeana. This is what he says. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. That means the Lord will provide all that you need for your life now and forever. Kama vile mchungaji kuhakikisha anaelekeza kondoo wake katika malisho mema. That is exactly what the Lord does. The Lord provides for us. So when we make the Lord our shepherd, tunapoamua mwaka huu, unapojiamulia kama mimi pia Bwana atakuwa mchungaji wangu, this is what you mean to your life. This is what you attract to your life. That the Lord will provide all that you need. Bwana Yesu asifiwe. Najua sasa hivi wazazi kichwa imeruka. Nasikia jamaa wamesema hapa ni kama anataka likizo iongezwe kidogo. Lakini hata ikaongezwa na mwezi mmoja, bado itafanya nini? We need school fees. Hallelujah. Lakini let me tell you, wacha shule zifunguliwe, hawa jamaa warudi shule. Hebu goti, kuna wangapi hapa? Watatu peke yake. Mama Komora. Na wengi mpaka sijui kama ulijumudu namna gani. Maana hawa jamaa hivi kiso ndio wamekula. Mimi niko na wawili wala wako pale kibali. Just to because the boy joined the discipline. Watoto wangapi wawili walikuwa pale. Halafu kila mmoja alipotoka shule alibeba rafiki yake akasema twende kwetu. So walipofika Mombasa wakaniambia, dad, unajua mimi naenda na rafiki yangu huko nyumbani. Sasa tukiwa garini wakaniambia tusimame pale maskani nichukue ile kitu. Sasa tukasimama hapo, hiyo kitu tunajua ni nini? Kidunia ya mchele. Tukachukua mchele, sijui ngano, tukabebana tukaenda nyumbani. Mimi nikaenda mishemishe zangu. Baada ya siku sijui wiki 3 niliporudi nikaambia, unaona hiyo kidunia imebaki kilo 1 hiyo. Wiki ngapi? Na walikaa nyumbani mwezi 2. Sasa unaweza kufikiria hiyo damage ilifanyika huko. Hawa wacha warudi shule, walimu nao wapambane. Bwana Yesu asifiwe. But I want to say, tunatarajia kwamba Mungu atupee mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. So if we make the Lord our shepherd, kama vile mchungaji hutimiza haja, who provide for the sheep, that is exactly what the Lord will do for us. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui mwaka huu wewe umeamua mchungaji wako awe nani, lakini Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, na anamfanya Mungu mchungaji wake kwa sababu hataki kupungukiwa. Anasema the Lord, sitapungukiwa na kitu. That means the Lord will provide in totality. Acha niwaambie hivi watu wa Shetani usione. Let the Lord be our shepherd this year. Mungu awe mchungaji wetu ili tusiweze kupungukiwa na chochote. Pili,
inamaanisha Mungu akiwa mchungaji wetu atatuongoza na pia atatutunza. Bwana Yesu asifiwe. It means guidance and care. Verses number 2 and 3, the Bible says this: katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. If there is anything we need God for this year, is the guidance. Tumeanza mwaka ambao hatujui utakuwaje mbele. But when the Lord guides us and when the Lord takes care of us, then we are sure tutafika pale ambapo Mungu alikusudia tufike. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema yeye huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukifanya Mungu kuwa mchungaji wetu, inamaanisha kwamba Mungu atatuongoza na kututunza. It means guidance and care. When the Lord is your shepherd, kama vile mchungaji huongoza kondoo na kuhakikisha wako salama, that is exactly what the Lord will do for us. Ni jukumu lako kuamua ni nani atakuwa mchungaji wako mwaka huu. Ndio mimi niko, lakini hata mimi Bwana ndiye mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote watu wa Mungu jamani, tufanye Mungu kuwa mchungaji wetu mwaka huu, ili atupe mahitaji yetu ya kila siku, ili atuweke katika kuzo lake na kutuongoza katika hatua zake. Lakini pia inamaanisha kwamba Mungu atatupa usalama na ulinzi. It means safety and security. Verses 4, the Bible says this: naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Now, having the Lord as our shepherd does not mean that we will never lack, ama hatutakuwa kila kitu kitakuwa sawa. Daudi anakaa hapa anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Kwa nini? Bwana ndiye mchungaji wangu, na anasema nitapopita kati ya bonde sitaogopa mabaya, maana yeye yuko pamoja nami, gongo lake na fimbo yake vinanifariji. I am normally very encouraged when I go through the lowest moments of my life in life, nikijua kwamba Mungu ako pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hata tutakapopitia mambo magumu, furaha yetu ni kwamba Mungu ako pamoja nasi. Sasa wewe unapopitia changamoto za maisha haya, unapita ukiwa na nani? Wengine tuna magodfather, but I have God the Father. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka kufaulu mwaka huu, basi tumfanye Mungu awe mchungaji wetu. So hata tukipitia magumu, Daudi anasema ndio, even unajua kondoo zinaweza kuwa na mchungaji, sio? Na zikapata ataka. Lakini Daudi anasema hata yangu atakapotokea hayo, mimi sina wasiwasi, maana kuna Mungu aliye mkuu kuliko mimi. Mungu anapokuwa pamoja nasi, Mungu anapokuwa mchungaji mwema kwetu, sisi tuna nafasi ya kufurahikia na ya utulivu hata kama changamoto zipo katika maisha. Maana anasema yeye atatulinda, gongo yake na fimbo yake vitatufariji. Tumesema fimbo ni ya kurekebisha, lakini gongo ni la kutupigania. Whatever evil comes to us, God will fight it. Lakini pia anasema Mungu akiwa mchungaji wetu inamaanisha wingi na ushindi. Mstari wa 5 anasema hivi: waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana Yesu asifiwe. When God is our shepherd, it means abundance and victory. Maneno haya yanapoyasema waandaa meza mbele yangu, after going through the difficulties, the Lord will finally bring you to victory. The Lord will provide. Yani inamaanisha wingi. Asema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, na kikombe changu kinafanya nini? Kinafika. The overflowing of God's blessings in your life will be evident because the Lord has become a shepherd of your life. Turuhusu Mungu akawe mchungaji wetu mwaka huu. Turuhusu Mungu akaongoze maisha yetu. Lakini pia anasema mstari wa 6 inamaanisha kibali na baraka. Verse 6 says, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haya ndio matamanio ya Daudi. Haya ndio maombi ya Daudi anapomwishia Bwana akiwa mchungaji wake. Ndugu zangu, mwaka tumeanza vizuri. Turuhusu Mungu akawe mchungaji wetu kibinafsi. Turuhusu Mungu akawe mchungaji wa familia zetu. Turuhusu Mungu
akawe mchungaji wa St. Andrew's Hall, kwa sababu anapokuwa mchungaji wetu, that means God will provide for us. That means God will guide us and take care of us. That means God will secure us and will be safe. That means abundance and victory. Tutashinda kwa lolote lile. But finally, it means favor and blessing. Unataka kibali cha Mungu kiende na wewe mwaka huu, mfanye Mungu kuwa mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao wameweka ulinzi tofauti. Wameweka waganga kuwa walinzi wao. Wameweka vitu kuwalinda. Lakini Biblia inasema katika Zaburi ya 127 kwamba Mwenyezi Mungu asipoulinda mji, wale walindao wanafanya nini? Wanafanya kazi bure. Watu wa Hola, watu wangu, watu wa Mungu, turuhusu Mungu akawe mchungaji wetu mwaka huu. Na tutakaporuhusu Mungu awe mchungaji wetu mwaka huu, basi sisi hatutapungukiwa na kitu. Bwana ataongoza hatua zetu, Bwana atatubariki, Bwana atakupigania, na tutakuwa na mwaka wa mafanikio. Hili ndilo ombi langu kwenu, kwamba tunapoanza mwaka huu, above everything else, that the Lord will be our shepherd. Kama kuna kitu kingine ambacho ni cha muhimu, ni kuruhusu Mungu kuwa mchungaji wetu. Kuna wimbo unasema, Bwana ni mchunga, sitahitaji, majani mabichi malisho yangu. Basi Mungu atusaidie wapendwa, ili Mungu kwetu sisi akawe mchungaji. Mfanye Bwana awe mchungaji wako mwaka huu, ili mambo yako yaende sawa. Na tuombe. Mungu, tunakushukuru umenena nasi asubuhi ya leo kwamba wewe unapokuwa mchungaji wetu, inamaanisha utatupea mahitaji yetu ya kila siku. Wewe unapokuwa mchungaji wetu, inamaanisha utatuongoza na kutulinda. Bwana, unapokuwa mchungaji wetu, utakusalimisha mikononi mwako. Lakini pia unapokuwa mchungaji wetu, inamaanisha wingi na ushindi. Pia inamaanisha kibali chako na baraka kwetu. Haya ndio maombi yetu Bwana asubuhi ya leo tunapojiachilia kwako, tukiomba ukatangulia hatua zetu, ukawe mlinzi wetu, ukawe Mungu wetu na mchungaji wetu, ili Bwana baraka zote tulizokusudia kwetu mwaka huu zikatufikie, tukanawiri na kustawi, na sifa na utukufu Bwana zikawe kwako. Kama ulivyomlinda Daudi, Bwana ukatulinde nasi. Kama ulivyokuwa mpaji na mpiganaji wake, Bwana ikatendeke hivyo kwa kila mmoja atakayekufanya wewe kuwa mchungaji wake mwaka huu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu awabariki sana unapomfanya Mungu kuwa mchungaji wetu.